Hebu na tuombe. Mwenyezi Mungu uliye juu mbinguni, uliyetukuka mbinguni duniani kote, tumeshukuru kwa umbali ambao umetembea pamoja nasi. Umekuwa nasi tangu tulipoanza makambi haya, na siku ya leo ni sabato yako takatifu ambaye tena tumepata nafasi kuketi miguuni pako. Tunashukuru sana kwa sababu ya matoleo yaliyotolewa mbele zako. Wengi wakaleta mifugo yao, wengine wakaleta mazao yao, wengine wakaleta vyakula, wengine wakaleta hela ambazo walisibadilisha. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu hakika walijua wewe ndio umewabariki. Na sasa tunapojifundisha kwa muda mchache, tunaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kunena nasi, akazungumzie wana wako, na mwisho tukaweze kubarikiwa zote. Na ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Kitu ambao tunajifundisha kwa dakika chache sana, ili mawazo yetu yajiandae, masaa ile ya kutoa ikifika tukaweze kutoa jinsi tuliambiwa kwamba mnafaa leo kutoa vyote. Jambo ambalo tunajifundisha ya kwamba God first and do not forget. Mungu awe wa kwanza na usisahau. Mungu awe wa kwanza na usisahau. Do not forget. Usiche ukasahau. Let God be first. I want somebody to read for us quickly in the book of Deuteronomy 8 verse 10 to 11. Mtu atusomee katika kitabu ya Kumbukumbu la Torati 8:10 mpaka 15. Nayo Biblia inasema hivi. Sijui kama kuna mwenye amefika hapo. Biblia inasema, nawe utakula ushibe. Nawe wakati ambapo umekula na umeshiba, utamshukuru Bwana. Umshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Kwa nchi nzuri ambayo aliyokupa. Ujihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutoshika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. 12 nasema, angalia utakapokuwa umekula na kushiba. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba, na kujenga nyumba nzuri, na kujenga nyumba nzuri, na kukaa ndani yake, na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe, na makundi yako mifugo na ng'ombe na kondoo siko yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu, na fedha zako na dhahabu itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Asante sana. You can read by yourself up to verse 15. But our topic was God first and do not forget. Usisahau vile tumeambiwa kutoka katika hiyo kitabu ya Deuteronomy, Kumbukumbu ya Torati 8:10 to 15. When you have eaten and you are satisfied, praise your God for the good land he has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe his commands, his laws, and his decrees that I am giving you this day. That is Moses himself instructing the children of the Israelites. Mungu anatutangazia ya kwamba ametutoa umbali. Ametutoa mbali. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua ya kwamba hakika tutakuwa na makambi ya mwaka 2020. We have been walking all through, makanisa saa zingine yakiwa yamefungwa, tukiwa katika kipindi kigumu kinaitwa kipindi ya COVID-19 ama corona. Lakini kwa neema za mbingu Mungu ametulinda. Tumekula, tumeshiba. Tuliona watu wengine jinsi waliweza kuteseka kwa kukosa chakula, wengine wakapoteza kazi zao. Lakini sisi Mungu ametulinda vema. Kwa hivyo ndio Mungu anazungumza hapa akitupa instructions ya kwamba baada ya kupokea mifugo, ng'ombe, vyakula, fedha na mambo mengine mingi, usije ukakula ukasahau Mungu na sheria zake. Ni sheria gani hizi ambazo tunasisahau? Ni zile ambazo ninasema ya kwamba mletee mazao ya kwanza katika siku za makambi
chochote kile ambacho Mungu alikubariki nacho ulete mbele zake, sadaka ya kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Musa alikuwa anaambia wana wa Israeli ya kwamba baada ya kubarikiwa msimsahau Mungu. Watu ni wengi katika maisha yao, unapata wanasema ya kwamba jamani, nimesoma na ninaomba Mungu anisaidie nikaweze kupata kazi. Na baada ya kupokea kazi, akikula mshahara wa kwanza anamkumbuka Mungu. Akienda mshahara wa pili, akifika wa tatu anasema mambo yanakuwa vizuri, maisha yanakuwa mazuri. Baada ya kukula akishiba anamsahau Mungu. Wengine anasema jamani, Mungu akinibariki shamba langu likizaa mazao ama mifugo yangu nitamshukuru Mungu. Lakini wakati ambapo Mungu amebariki wengi, kitu tunafanya tunasahau kumrudishia Mungu asante, to bring an offering before God to say thank you Jesus, because you are my Ebenezer. The far I've come, it is because of you. Sikujua kama ningekuwa na kazi mwaka huu. Sikujua kama hakika ningepata chakula. Sikujua kama watoto wangu wangesoma shule. Lakini baada ya kupokea, wengi kitu tunafanya ni ya kwamba tunamsahau Mungu na tujui kusema asante. Ni nini huwa unafanyika mara mingi? When we say that do not forget, usisahau. Watu wengi, at the point nobody praises or worship the Lord, everybody is praising himself and the world without even returning tithes and offering. At this point mtu akibarikiwa hataki hata kukumbuka kutithe for God. Mungu anapokupa out of 1% anasema nipe moja tu. Wakipokea wanajisifu wao wenyewe na kushangilia na dunia, lakini hawataki kumrudishia Mungu kwa kusema asante. Ni nini hufanyika wakati watu wanasahau? At this point right here, nobody prays to the Lord, everybody is there anyway. Hakuna hata yule anamuomba Mungu hata maombi peke yake kwa kusema asante Mungu kwa sababu umenibariki na umenisaidia. Kitu watu wengi wanafanya ni kwamba wanajitukuza wao wenyewe. At this point, people at this junction of life want personal privacy, and nobody should speak anything without permission. Human rights are held, all doors are crossed. Wakibarikiwa, mtu anataka privacy yake. Mungu amempa gari nzuri, sasa hataki mtu hata kumpa mtu lift yenyewe. Hata hataki itumike kwa kazi ya Mungu. Lakini wakati alikuwa anaomba anasema, Mungu jamani, ukinibariki na gari, kazi ya kwanza itafanya ni kazi yako takatifu. Ukinibariki na kitu fulani, nitatumia katika nyumba yako. Lakini wanapobarikiwa, when they forget, they have their own privacy. They are very busy. Hawamhitaji Mungu. Usimsahau. Ndio maana tunajifundisha ya kwamba do not forget. Usisahau umbali amekutoa. Those people who forget, this is what they do. This is when capitalism grows its strongest roots. Everybody for himself. At this point, the church is no longer a house of prayer, but rather a center of socialization and leisure activities of entertainment. Hata kanisa yenyewe wakiona kwamba sasa tumebarikiwa, Mungu ametufikisha mahali fulani, watu hata washughuliki tu kwa kushukuru, bali wanafanya their own entertainment of lifting themselves up instead of humbling themselves before the sight of the Lord and saying thank you Jesus for the far we have come, ni kwa sababu yako. Every other spiritual nonsense creeps into the minds and the lives of God's people, and the church gets delayed from its destiny to the drain of contemporaries. Hata kanisa yenyewe inachelewesha mibaraka ya Mungu kwa kumshukuru na kusema umbali tumekuja ni kwa sababu yako. Mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa David in the book of Psalms 103 verse 2, yeye kuna jambo ambaye anasema hivi. Nani amefika katika kitabu ya Zaburi 103? Nataka kuenda kwa haraka because of time. David mwenyewe yeye alifanya nini wakati aliona ya kwamba amebarikiwa? Baada ya kuomba Mungu na akamsaidia, kuna jinsi yeye aliweza kuomba na kusungumza. Alisema nini? 103:2. Biblia inasema Biblia inasema hivi. Nafsi yangu muhimidi Bwana. Ninamuhimidi Bwana.
wala usisahau fadhili zake zote. Daudi yeye anasema ya kwamba I'll tell myself and never forget the good things he has done for me. My work will be to praise the Lord. Na ndio maana Daudi alikuwa anasema ya kwamba sasa nitasimama mahali pake patakatifu, na kwa sababu amenibariki na vitu vyote ambaye amenipatia, nitamshukuru Mungu. I'll make it a vow before his presence, before his holy sanctuary, kwa sababu amenibariki, na nitamshukuru kwa sababu ya vyote ambavyo amenipatia. Kuna kisa moja ambayo tulikuwa tumepewa hapa, kwa kuona mtu ambaye alikumbuka hakika wakati alibarikiwa yeye alisahau. There was a 1-year-old man, a man who was aged 78 years, and this man corrupted in public and was rushed to hospital. Huyu mzee akaanguka chini ama akazirai akiwa na miaka 78 na akakimbishwa hospitali. Upon reaching the hospital, he was given oxygen to sustain him for 24 hours. Alipofika hospitali akaambiwa ya kwamba lazima awekewe hewa ambayo itamsaidia kwa masaa 24. After some time was getting better, and so the doctor gave him a bill of 500 pounds. Baada ya kupona, daktari akamuonyesha gharama ya fedha ambao anafaa kulipa hospitali. When the man saw the bill, he started to cry. Huyu mwanaume alipoona bili ambayo anafaa kulipa for just 24 hours, akaanza kulia. The doctor comforted him not to cry over the bill, for he will pay it in installments. Daktari akafikiria ya kwamba ni kwa sababu ameona bili yake ni kubwa ndio maana analia kwa sababu hataweza kulipa. Lakini huyu mwanaume alisema nini? Akasema hivi, I'm not crying because of the money. Silii kwa sababu ya pesa. I'm crying because for just 24 hours of using oxygen, I'm to pay 500 pounds. Akasema ninalia kwa sababu kwa masaa 24 nimetumia hewa ya hospitali, ninafaa kulipia 500 pounds. But I've been breathing God's free oxygen for 78 years now. If I was to pay, do you know how much I owe God? Akasema ya kwamba ninalia kwa sababu nimefuta pumzi ya Mungu kwa miaka 78. Ingekuwa hakika kwamba ni Mungu leo ningelipa, sijui ningelipa pesa ya kiasi gani. Mpendwa, do not forget mahali ambapo Mungu amekutoa. Let God be first in everything. Before you thank anyone for anything, thank God first. Hiyo ndio tunaambiwa. Before you praise anyone, praise God first. Before you ask anything from anyone, ask from God first. Before you think of anything, think about God first. Before you start off your day, pray to God first. Before you plan, ask for wisdom from God first. Before you give anything to anyone, give to God first. Before you eat, give thanks to God first. And before you spend, return tithe and give offering to God first. Usisahau mahali ambapo Mungu amekutoa. Usisahau. Hebu msalimie mwenzako umuulize, je, unakumbuka umbali Mungu amekutoa? Yes, we are even our young people here who are doing good jobs, but they cannot give an offering before God. Wamesahau umbali ambao Mungu amewatoa. Hasa katika kipindi hiki ambacho tumetembea safari ngumu. Most of us have forgotten that if not that God was our Ebenezer, we don't know where we could have been today. Ninaamini ya kwamba Mungu atatusaidia katika matoleo yetu ya siku ya leo. Tukumbuke kwamba hakika vitu vyote ambavyo tuko navyo sio vyetu bali ni vya Mungu. Na hakika sisi hatuna chochote ambacho ni chetu. Hata hewa tunayopumua ni ya Mungu mwenyewe. Vyakula ambavyo tunavyo ni vya Mungu mwenyewe. Ili tusimame kama Daudi in the book of 1 Chronicles 29 verse 14. King David said, "But who am I and what is my people that we should be able thus to offer willingly? For all of these things come from you, and of your own have we given you." Daudi alitangaza kwamba sisi ni nani mtuulize tukuletee, kwa sababu hata vile ambavyo tuko navyo ni vyako na tumekuletea kwa sababu sio vyetu
ni vyako Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki sana mnapojiandaa kumletea vilivyo vyake, kwa sababu zile ambazo tuko nazo sio zetu bali ni vya Mungu. And may the Lord bless you. Wangapi wanasema ya kwamba sijasahau? Na hakika tunataka tumletee Mungu vitakatifu vyake. Niliambiwa kwamba leo ndio mnaleta vyote. Kwa wiki hii mzima wale wote ambao wamekuwa wakitoa tithes and offering, where are you? Hata mazao, hata nini, ninaomba msimame mahali mko. Kwa sababu hamukusahau. Mlikumbuka kwamba God first. Wale mlileta mazao, wale mlileta hela, mkaenda mkauza mkaleta pesa. Wale ambao umeleta mifugo, kuna kuku zimeletwa, mandisi, chakula za ajabu, watu wameleta mbele zake Mwenyezi Mungu. Yeyote ambaye alileta hata kama ni mshahara, niliona watu wa biashara wameleta viatu, wameleta sahani, wameleta mabrangeti, visufuria, manguo. Mungu awabariki sana. Mahali mpo msimame ili tukaweze kufanya ombi, na wale ambao hakika hawakupata nafasi wiki mzima kuleta mbele zake Mwenyezi Mungu, mumfungulie Yesu siku ya leo na nyinyi kuleta mbele zake. Basi na tuamini tukaweze kuwaombea hawa tutakapojiandaa kwa sababu ya kumletea Mungu mazao mbele zake. Mwenyezi Mungu uliye juu mbinguni, tunashukuru sana. Hakika wewe ni mwema. Hata hewa tunayoifuta Mungu, ukitaka tulipia hatutaweza. Lakini kwa neema zako umetuleta umbali wote. Tazama watoto wako wamesimama mbele zako. Walipousikia ujumbe wa mbinguni ukisema ya kwamba bring an offering before my altar, that offering can be a sacrifice, and that sacrifice will fight for you. Hakika wakati sauti yako. When you are asking for somebody to open for you, they opened for you, Jesus. They opened their hearts by showing and giving with loyalty. Na sasa wamesimama mbele zako kutangaza kwamba hatuja kusahau Mungu wetu. Kama sio wewe hakika hatujui tungekuwa wapi. Ninaomba Yesu wabariki kwa njia pekee, kwa sababu wewe ndio ulitangaza ya kwamba watakao gusa roho yako kwa kutoa, kwa kuonyesha katika kutoa kwamba wanakupenda, hakika utafurahishwa nao, na katika maisha yao wewe ndio utawapigania, bali vita si vyao, vita ni vya kwako, na utasimama pamoja nao. Sasa wamesimama mbele zako, wapokee. Pokea familia zao, pokea mazao yao, pokea watoto wao, kila kitu, hata mifugo yao ukaweza kuipokea Mungu. Na pokea mahitaji ya kila namna katika jina lako Yesu. Hata wale ambao wameketi, masaa ikifika watakapokutolea, hakika watoe kwa moyo mkunjufu. Hata wale ambao wakupata nafasi Yesu kwa wiki mzima, lakini siku ya leo wako miguuni pako, ninajua hata wao utawalipa na mapokeo itakuwa dinari, kwa sababu wamekuja hata dakika ya mwisho, bado watabarikiwa. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Mungu awabariki.